Habari wapenzi wafuatiliaji wa chaneli yetu hii pendwa, chaneli ambayo kama ilivyoada ipo karibu nanyi kuwaletea masomo mbalimbali yanayohusu elimu ya nyota na maumbile. Leo tutaangazia utabiri wa nyota kwa mwaka 2026 na tutaanza kwa kuichambua nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za maumbile, na hii ni nyota ya punda. Usisahau kusubscribe chaneli yetu na kubofya alama ya kengele ili uweze kupewa taarifa pindi tunapoweka masomo yetu mapya. Mwaka 2026 kwa nyota ya punda unakuja kama mwaka wa mabadiliko makubwa ya ndani. Huu ni mwaka wa kujitambua upya na mwaka wa matokeo ya juhudi za muda mrefu. Nyota ya punda ni nyota yenye uvumilivu, nyota yenye kazi ngumu, uaminifu, roho ya kupambana, akili ya kijasiriamali na uongozi wa kimya kimya. Mwaka huu utahisi kama unageuza ukurasa mpya, lakini bado unasimama juu ya misingi uliyoiweka kwa miaka mingi. Katika mwaka 2026 kuna baraka, changamoto na mafundisho. Ikiwa tu utaufuata vizuri mwaka huu, unaweza kuwa moja ya mwaka wako bora kabisa. Tukitazama namba 1 kwenye upande wa mapenzi, huu ni mwaka wa kujenga uhalisia na kupokea kile unachostahili. Kwa wale walio kwenye uhusiano, mwaka 2026 unaleta mabadiliko ya kina kwenye upande wa mapenzi. Watu wenye nyota ya punda wataingia kwenye kipindi cha ukweli na uwazi. Lakini pia kama uhusiano wako umejengwa kwenye misingi dhaifu, 2026 itakuletea mapatano mazito. Uamuzi wako wa kuachana ni dhaifu kuliko kujijenga upya. Lakini kama misingi ni thabiti, utashuhudia ongezeko la ukaribu wa hisia, maelewano, mipango ya ndoa, uchumba au kuishi pamoja. Hiki ni kipindi ambacho utarudisha moto wako wa mapenzi uliopungua au uliopotea. Kwa nyota ya punda mwaka huu utaongeza uzito katika kuheshimiwa na thamani utakayopewa na watu. Mwaka 2026 utaona mwenza wako anaanza kukusikiliza zaidi, kukuvutia zaidi na kuthamini kila tone la juhudi yako. Uaminifu utakuwa mada kuu ya uhusiano wako katika mwaka huu. Lakini kwa wale wasio kwenye uhusiano, walio single, huu ni mwaka mzuri wa kukutana na mtu unayeshabihiana naye tabia. Mtu makini, mtu atakayetulia kiakili, mwenye malengo na anayeheshimu muda, kazi na ndoto zako. Ukiufungua moyo wako kuanzia mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 7, nguvu ya mapenzi itaongezeka zaidi na utakuwa mwenye ushawishi. Upendo mpya unaweza pia kujitokeza kupitia eneo lako la kazi, safari, mitandao ya kijamii na hata marafiki wako wa karibu. Tunakushauri usiogope kuonyesha hisia zako. Moyo wako mwaka huu unaruhusiwa kupenda tena. Kwenye upande wa kazi na biashara, ambacho ni kipengele namba 2, huu ni mwaka wa kupanda ngazi. Huu ni mwaka wa mafanikio. Nyota ya punda katika kazi huwa na sifa ya kuchapa kazi kimya kimya bila kuongea, lakini matokeo yake huwa yanakuwa makubwa sana. Mwaka 2026 ni mwaka wa kupandishwa cheo kazini, ni mwaka wa kuongeza kipato chako, ni mwaka wa kukabidhiwa majukumu makubwa na kuaminiwa, ni mwaka wa kutambuliwa juhudi zako kazini, ni mwaka wa kuanzisha biashara zitakazodumu na kuleta mafanikio. Kama unafanya kazi za kuajiriwa, utakutana na fursa ya kuwa kiongozi wa idara fulani, mradi au kitengo. Lakini vile vile kuna uwezekano wa kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au kupokea ofa ya kazi kutoka kampuni uliopo kwenda kampuni nyingine na ikawa na maslahi makubwa zaidi. Kwa wafanyabiashara, mwaka 2026 ni mwaka wa kuongeza bidhaa, kupanua masoko zaidi, kutafuta washirika wa biashara, lakini vile vile kupata wawekezaji wapya watakaoongeza nguvu kwenye biashara yako. Biashara zinazokufaa mwaka huu kwa wewe mwenye nyota ya punda ni kuwekeza kwenye kilimo, ujenzi, usafirishaji, huduma za kifedha, biashara za rejareja pamoja na ufundi na ujenzi. Kwenye upande wa afya, wewe mwenye nyota ya punda, magonjwa ya kujiepusha nayo pamoja na changamoto za kimwili katika mwaka huu 2026 itakuhitaji kuwa mwangalifu zaidi katika maeneo yafuatayo. Unatakiwa kuwa makini sana
utapitia uchovu wa kupitiliza kutokana na kazi nyingi, maumivu yako ya mgongo pamoja na viungo, lakini vile vile magonjwa yanayohusiana na msongo wa mawazo, matatizo ya tumbo, asidi pamoja na gesi. Shinikizo lako la damu pia linaweza kukusumbua. Nini ufanye ili uweze kuepuka matatizo haya? Unashauriwa kupumzika mara kwa mara, kula vyakula vyepesi na vyenye mafuta kidogo, lakini kujiepusha na hasira pamoja na magomvi. Vile vile fanya mazoezi kunyoosha mwili wako, hususan mazoezi ya kutembea au kukimbia mbio fupi fupi. Tukitazama kwenye upande wa fedha, huu ni mwaka wako wa matunzo na utajiri uliopangwa. Mwaka 2026 ni mwaka unaonekana kuwa na neema ya wingi wa pesa, lakini kuna onyo. Unatakiwa usiwe mwepesi kwenye kufanya matumizi. Mwaka huu utaingiza kipato kipya, utapata faida ya biashara, utapata bonus au malipo ya kucheleweshea huduma fulani au jambo fulani. Lakini vile vile kuzingatia na kuikuza akiba yako ndio silaha yako ya mafanikio. Unatakiwa kuepuka mikopo isiyo na ulazima, matumizi makubwa yasiyo na mipango, kuwekeza kwenye maeneo usiyo yafahamu au biashara usizozifahamu. Ukifanya hivi, fedha zako zitakuwa zaidi, hususan katika robo ya mwisho ya mwaka. Siku nzuri za bahati na siku za kujiepusha katika mwaka huu wa 2026 kwa wewe mwenye nyota ya punda. Siku nzuri ni siku za Jumatatu, Alhamis pamoja na Jumamosi. Siku za kujiepusha nazo ni siku ya Jumanne, hususan kwenye kufanya maamuzi makubwa au uwekezaji. Siku ya Ijumaa, jiepushe kuingia kwenye hasira, majibishano au ugomvi. Katika mwaka huu 2026 unatakiwa kushirikiana na nyota zifuatazo katika mambo yafuatayo ili uweze kufanikiwa zaidi. Unatakiwa ushirikiane na nyota ya Simba ili kupata mafanikio ya kazi au biashara. Unatakiwa ushirikiane na nyota ya Nge ili kukuza kipato chako na kuilinda bahati yako. Unatakiwa ushirikiane na nyota ya Ng'ombe kwa utulivu wa mapenzi na hisia. Unatakiwa kushirikiana na nyota ya Samaki kukuongezea mawazo mapya na ubunifu wa mafanikio. Lakini nyota unazopaswa kujiepusha nazo katika mwaka 2026 ni nyota ya Mashuke, na hii ni kwa sababu ya migongano ya kitaaluma, pamoja na nyota ya Ng'ombe kwa sababu ya hisia kali na kukosa uvumilivu. Lakini vile vile tunakushauri ujiepushe na mtu mwenye nyota ya Punda kama wewe, kwa maana mtakapokutana kwenye eneo moja itazaliwa mivutano midogo midogo ya kifedha na kusababisha hasara. Katika mwaka huu 2026 kuna saa zako nzuri za bahati pamoja na saa za kujiepusha nazo. Miongoni mwa saa nzuri na zenye bahati kwako wewe mwenye nyota ya Punda ni saa 4 asubuhi mpaka saa 7 mchana, lakini ni kuanzia saa 7:30 mchana mpaka saa 10 jioni. Na vile vile katika nyakati za usiku ni saa 9 usiku mpaka saa 11 alfajiri. Lakini saa za kujiepusha nazo ni saa 6 mchana mpaka saa 7 mchana, saa 5:30 usiku mpaka saa 7 usiku. Mafusho na manukato yako ya bahati yatakokusaidia kuongeza nguvu yako ya bahati na kukuimarisha zaidi. Katika mwaka huu 2026 unatakiwa kutumia manukato yatakayosababisha utulivu, kujiamini, mafanikio ya kifedha, upendo wa kudumu. Na manukato yatakayokufaa ni sandalwood, manukato ya vanilla, ambari, alaudi pamoja na miski. Lakini kwenye upande wa kuongeza utulivu unatakiwa kutumia manukato ya lavenda. Mafusho yako yatakayokuongezea bahati na kukupa nguvu zaidi ni ubani mweupe pamoja na udi wa Kiarabu. Rangi zako za bahati katika mwaka huu 2026 ni rangi ya kahawia au rangi ya udongo, unaweza kuita rangi ya brown au rangi ya chocolate. Unaweza kutumia pia rangi ya kijani iliyokoza, unaweza kutumia rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya blue bahari. Namba zako za bahati ni namba 4, namba 8, namba 16, namba 24, namba 36. Katika mwaka huu 2026 kuna ndoto ambazo zitajirudia mara kwa mara au utakazoziota na zikakupa mashaka. Mara nyingi utaota ukiwa unatembea kwenye barabara ndefu. Hii ni ishara ya safari itakayokuletea mafanikio. Unaweza kuota maji safi yenye kuvutia au maji ya mvua. Hii ni ishara ya baraka mpya kwenye maisha yako. Unaweza kuota unapanda mlima mrefu.
Hii itakuwa ni ishara ya kupanda cheo. Lakini unaweza kuwaota wanyama wapole kama farasi au ngamia. Hii itakuletea uvumilivu wenye faida. Vile vile unaweza kuiota nyumba mpya. Hii itakuwa mabadiliko yako ya makazi au mawazo yako yatakayokupa mafanikio. Na mwisho unaweza kuota ndoto ya kuanguka au kukimbizwa. Hii inaweza kuwa ni onyo linalotokana na mchoko au msongo wa mawazo. Ukipata ndoto hii, jitafutie muda mzuri wa kupumzika. Tukitazama kwenye upande wa majanga au changamoto unazoweza kukutana nazo na namna gani ya kuziepuka. Hayawezi kuwa majanga makubwa sana, bali tunakupa tahadhari. Usifanye maamuzi ya hasira ukiwa kazini. Jiepushe na safari za ghafla zisizo na maandalizi, hususan katika mwezi wa 4 pamoja na mwezi wa 10. Ongeza ulinzi kwenye mali zako, usiwe mwepesi wa kumwamini kila mtu. Jiepushe na kusaini mikataba ambayo usiyoielewa vizuri. Na mwisho, dumisha usawa kati ya kazi na afya yako. Afya yako ni muhimu zaidi. Ushauri wetu wa kina kwa nyota ya punda kwa mwaka huu 2026. Nyota ya punda ni nyota yenye nguvu, udhibiti wa kazi, lakini mwaka 2026 unatakiwa ujiamini zaidi. Uwe tayari kupokea kile unachostahili. Unatakiwa kuacha kubeba mizigo ya watu wengine ili na wao wajifunze kuwajibika. Mwaka huu unatakiwa kujenga upendo wa kweli, sio kwa maneno tu, bali kwa vitendo vilivyodhahiri. Mwaka huu unatakiwa kuzungumza kile unachokitaka kwa uwazi. Sema hisia zako, elezea mipango yako, usijifiche tena. Lakini mwaka huu unatakiwa kulipa madeni yako ya kihisia na hata ya kifedha. Funga milango ya nyuma ili milango mipya ifunguke. Mwaka huu unatakiwa kutenga muda wa kupumzika. Huu ni mwaka wa mafanikio, lakini mafanikio yako yanategemea afya yako. Mwaka huu 2026 endelea kufanya kazi, lakini pia jifunze kuachia ili mambo yaende kwenye mtiririko wake. Mwaka 2026 kwa watu wenye nyota ya punda ni mwaka wa kufungukiwa na baraka, ni mwaka wa kubadilika kutoka hali ya zamani kwenda ngazi mpya. Ni mwaka unaokupa nafasi ya kujenga maisha mapya yenye thamani, utulivu, upendo na mafanikio ya kudumu. Naam, wapenzi wafuatiliaji wa chaneli yetu hii pendwa, tumefikia ukomo na mwisho wa somo letu la leo linalozungumzia utabiri wa nyota ya punda katika mwaka huu wa 2026. Nikushukuru kwa kutenga muda wako kunisikiliza. Asante, tukutane wakati mwingine. Bye bye.